Sawa, nimefuatilia sana. Mimi nahisi kuna kitu bado hujakisema. Sijajua, lakini natamani kujua rais wa Yanga alikufanya nini wewe? Kwa sababu nahisi kuna vitu huviseme, kwa sababu unajua najaribu kutafuta na uona msimamo wako mpaka unanitisha. Sawa, inawezekana tukakujaji tukakuamua bila kujua. Engineer Hersi alikufanya nini wewe? Kwa sababu mimi nilishasema kwamba Engineer Hersi kwamba nilikuwa ananiambia nauza mechi. Narudia tena, nauza mechi. Ananiambia bwana utarudi kwenu Pemba huko. Umenifahamu maneno kejeli, matusi. Unaikumbuka mechi gani? Kuna mechi nishalia, unajua. Narudia tena, mimi kuna mechi nishalia uwanjani. Na nyote na imani watu wote wanajua kama mimi kuna mechi nishalia uwanjani. Lakini watu walikuwa hawajui kama mimi nalilia nini ndani ya uwanja. Hiyo ilikuwaje hiyo mechi? Mechi nakumbuka nilikuwa nipo kambini. Umenifahamu Nikaja nikaambiwa maneno. Umenifahamu vizuri? Alafu ile mechi sasa tukaja tukatoa sare. Alafu mimi nimekutana na kipa. Face to face. Nakumbuka nilikuwa nimempa Nchimbi. Nilimpa Nchimbi pa. Wewe ulikuwa na kipa? Mimi nilikuwa na kipa hivi. Lakini nimetaka kufanya urais. Umenifahamu Nataka kumpa Nchimbi abandiki. Na kuna mechi nyingine tena. Nikaja nikampa Mayele. Nilikuwa nafasi pia kufunga. Lakini Mayele mwanangu nimetaka anaongoza kwa magoli. Kwa nikaona bora nimpe urais afunge. Wote walifunga. Wote hawajafunga. Walikosa. Wote walikosa. Kwa hiyo shutuma za kwamba unauza zikatokea. Kwamba ulikuwa kwenye nafasi ya kufunga ukufunga. Dhidi ya timu gani? Yaani hizo shutuma zilikuwa zinasema unauza dhidi ya timu gani? Zote Tanzania Prison. Mechi Tanzania Prison. Na kuna mechi moja ilikuwa ya polisi wale. Na Kagera Sugar Kagera. Ilikuwa Tanzania Prison na Kagera. Mechi hizo mbili kazifuatilie. Yeye ndo alikuwa anasema wewe unauza mechi. Mimi nasema nauza mechi. Mwezi kwa mpira ulikuwa ni Pemba huko. Umenifahamu matusi na kutokana. Mimi Mtanzania usiniambie Mpemba. Mimi Tanzania usiniambie Mpemba. Kwa hiyo ikaanza kujenga hasira. Lakini bado manyanyaso akawa yanaendelea. Umenifahamu? Akawa yanaendelea kejeli. Mama akaja pale wakanamweka salamanda pale chini kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wakatoka hapo wanamleta Victown. Angalia kipande cha salamanda mpaka Victown. Alafu pia mamangu anamtukana. Hivi nauliza tena angekuwa mzazi wao yule angejisikiaje kwa mfano? Yaani uchungu wa mama Tanzania yote mnaujua. Yaani mkijisikiaje kwa mfano? Kwenye kutafuta suluhu Faisal. Uliwahi kumtafuta, najua of course kwa health ni rahisi, kwa maana yake kwa uongozi maana yake anakuwa yuko juu pale, lakini bila shaka kwenye taasisi huwa kuna watu wengine ambao inawezekana sio kicheo, labda sio mkubwa juu ya yule, lakini mtu labda ambaye ana busara pale ndani kwenye taasisi, labda unaamini kwamba yule mtu labda pia anamsikiliza, ama pia inawezekana juu ya yule mtu akao kuna mtu mwingine na vitu kama hivyo. Uliwahi kumhusisha mtu mwingine ambao unahisi kabisa kwamba Engineer Hersi anaweza akamsikiliza kwamba bwana mimi nina manunguniko haya na haya na haya dhidi ya Engineer Hersi? Nimempigia simu Galib. Okay. Akanipokelea simu zangu. Nikimtumia message pia ajibu. Nikimpigia call pia ajibu, lakini nilikuwa naona huyu utakuwa na kazi zake. Lakini kila nikiendelea kupush kupiga simu, simu zangu hazipokelewi. Inajitia tu tick, lakini inajitia tick ya blue nikituma message. Kwa sababu lakini nikashajua kama anasoma au simu zangu anaziona lakini hazishiki. Na kwa hiyo amkuwahi kuzungumza na Galib hapo kabla mgogoro hujaanza? Hapo mgogoro hujaanza. Unamtafuta Galib ili nimtafuta suluhu ili nimwambie, lakini anipokelee simu zangu. Hujawahi kumpata? Sijawahi kumpata. Simu zangu anipokelei. Baada ya kutokea sasa ili sakata. Ndio akanipigia simu yeye sasa. Yaani hivi kama wewe ungekubali kupokea. Yaani ilitokea sakata wakati namtafuta au utafute suluhisho, yeye hakupokelei. Sasa sakata lishakuwa bichi tena, anakupigia simu wewe tena. Utapokea? Sika kudharau. Kama mingi kupigia simu upokee, kwa kupigia simu nipokee. Imeniuma kishenzi swala hili. Roho inaniuma vibaya mpaka kesho. Roho inauma. Mimi maskini bro. Sina kitu. Hata kama una hela zako lakini usinidharau. Kipaji changu mimi ndio kinakuweka mjini. Simenifahamu?
Hata kama unanidharau, lakini huu uwezo wangu alinipa Mungu ndani yangu ndio gani kufanya wewe utangaze mambo yako. Lakini sasa mimi nakupigia simu unipokelee kwa sababu kutafuta suluhisho. Unipokelee simu, alafu wewe tena anakuja kunipigia simu, nakuja kumpigia simu sijui mwezi wa pili sinakumbuka. Anakuja kunipigia mwaka 2023 mwezi wa 10 mwezi sijui wa pili sijui ngapi. Anakuja kunipigia simu. Wewe utapokea? Miezi mingapi imepita hapo? Engineer tukashaka kukupigia simu. Nimekutana naye hivi. Siku nipigia simu tu nimekutana naye hivi. Mara ya mwisho kukutana lini? Mara mwisho tulikutana Mikocheni. Ikawaje? Tumeongea Wawili tu. Tumeongea. Akanambia kwamba sijui kwamba sisi tunataka tukurudishe. Mimi nikamwambia siwezi. Wakati hapo nilishakaa naye Serena. Mara ya mwanzo nikamwambia nenda nyumbani siku hizi 3. Nimeenda nyumbani, nimerudi, nikampa jibu lile kwa sababu wazee wangu pia hawataki. Nikampa jibu lile lakini akawa anashikilia, akanambia basi anaenda kasi. Mimi Tanzania, najua ndugu zangu wa Tanzania wao kuniangusha. Watanisaidia tu. Alafu kama wewe kiongozi nakwambia nenda kasi. Yaani ndio nini? Wewe unataka suluhisho. Nilikusikia mwanzo umesema huna shida, huna tatizo lolote na Yanga. Kabisa. Kwa sababu tangu mwanzo roho yako ni Yanga. Wewe ni mtu ambaye uko unaitazama Yanga, ni mtu ambaye utakuchezea Yanga. Na ndio mpaka mimi nifikisha hapa ni Yanga. Na sasa kuna swali kutoka kwa anaitwa Mwanjex anasema kwa mfano rais akiwa hayupo sio yeye utakuepo sasa hivi narudi. Hebu rudia. Sasa hivi narudi. Rais kama hayupo katika timu. Mimi sasa hivi narudi. Kwa huna shida na Yanga? Sina shida na Yanga, sina shida na wao. Mashabiki wangu wameaminishwa kwamba mimi mbaya. Lakini mimi sina tatizo na Yanga, sina tatizo na mashabiki wa Yanga. Najua mashabiki wangu wananipenda sana. Na mimi nawapenda sana. Sina tatizo, lakini akiondoka rais katika club, mimi sasa hivi nafunga mguu wangu hapa naenda zangu. Huna tatizo na Ghalib? Sina Ghalib kaniuzi kwa sababu mimi nampigiaje simu hanipokelee. Sasa aliniuzi kwa sababu mimi niko nampigia simu anipokelee. Lakini sio issue hii. Mimi niko nataka nimuelezee matatizo yangu ambayo nilikuwa nayo katika club. Simenifahamu? Lakini sasa mimi nimekutafuta wewe kama utafute suluhisho, pia unanidharau. Sasa nini? Sasa ndio nasema swali ni kwamba akiondoka Health kama rais wa Yanga. Lakini Ghalib yupo kama sehemu ya wadhamini. No problem. Narudi.